basi kesheni ninyi kila wakati mkiomba, ili mpate kuokoka katika haya yote yatakayotokea, ili mpate kunusurika, kuokoka katika hayo yanayokuja kutokea, na kusimama mbele za mwana wa Adamu, na kusimama mbele zake mwana wa Adamu. 37 Basi kila mchana alikuwa akifundisha hekaluni. The Messiah every day alikuwa akienda akifundisha katika hekalu, the temple. Na usiku huenda kulala katika mlima uitwao mlima wa Mizeituni. Na usiku alikuwa anaenda kulala katika mlima wa Mizeituni. Na watu wote walikuwa wakiamka mapema waende hekaluni ili kumsikiliza. Na watu wote walikuwa wanaamka mapema kwenda hekaluni kumsikiliza. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So when you see this scripture, hivyo unapoona andiko hili, the Lord is bringing us the warning. Bwana anatuletea onyo. There is a warning of the Lord in this scripture. Kuna onyo la Bwana katika andiko hili. That the Lord is warning the church. Kwamba Bwana analionya kanisa. Warning the nations. Analionya mataifa. Warning the church. Anaonya kanisa about the day. Kuhusiana na siku. The day that is coming. Siku ambayo inakuja. And when that day is coming. Na ni siku ipi ambayo inakuja? Na siku hipi ambayo inakuja? The Lord is talking about the rapture of the church. Na Bwana ananena kuhusiana na unyakuzi wa kanisa. Because we know too well, kwa sababu tunajua vema, the day that you have been waiting for, siku ambayo tumekuwa tukingojea, is the day of the rapture of the church. Ni siku ya unyakuzi wa kanisa. The day of the coming of the Messiah. Siku ya ujio wa Masihi. The day when the Messiah will come. Siku ambayo Masihi atakuja. The Lord Jesus Christ. Bwana Yesu mwenyewe. When he will come in the sky, siku atapokuja angani, to take the church, a holy church, kuchukua kanisa takatifu. That the day the Lord is talking about. Hiyo ndio ambayo siku ambayo Bwana analinenea hapa. But the Lord is saying, lakini Bwana anasema, be watchful, kuwa mwangalifu, kesheni, and be careful, na kuwa mwangalifu, because that day have drawn nearer, kwa sababu siku hiyo iko karibu. And the Lord continues saying, na Bwana anaendelea kusema, the Lord continues saying, na Bwana anaendelea kunena, be watchful every day, kuwa mwangalifu kila siku, because on that day, kwa sababu katika siku hiyo, some people will catch them like a trap. Watu watajikuta wapo katika mitego. Wengine itawakamata kama mtego. Wengine itawakamata kama mtego. That day when we are alive, katika siku hii ambayo itawasili. So the Lord is warning the church. Hivyo Bwana analionya kanisa. The Lord is telling us, Bwana anasema, to be alert, kuwa waangalifu, and to continue praying, na kuendelea kuomba, praying every day, kuomba kila siku, that when that day arrives, ili kwamba katika siku hiyo itakapokuja, we may be found ready, ili tuweze kupatikana tukiwa tayari, so that we may enter into the kingdom of God, ili kwamba tuweze kuingia katika ufalme wa Mungu. Blessed people, watu wabarikiwa. The reason why we come to church, sababu ya kwa nini tunakuja kanisani. The reason why every Sunday we come to church, sababu ya kwa nini kila Jumapili tunakuja kanisani, is that we may prepare for that day, ili kwamba tuweze kujiandaa kwa ajili ya siku hiyo, so that we may prepare for that day, ili kwamba tuweze kujiandaa katika siku hiyo, the day of the coming of the Messiah, siku ya ujio wa Masihi. The reason why we became a Christian, sababu ya kwa nini tumefanyika wa Kristo, the reason why we have become a Christian, sababu ya kwa nini tumefanyika wa Kristo, is that one day, ni kwa sababu siku hiyo we may meet with Christ, tuweze kukutana na Kristo, the Messiah, Masihi. That's why we become a Christian. Ndio sababu tumefanyika wa Kristo. We have a hope. There is a hope on us. Tunao tumaini, tunatumaini mioyoni mwetu, that there is a day that we will enter into the kingdom of God, kwamba kuna siku ambayo tutaingia katika ufalme wa Mungu. That's the reason why we become a Christian. Ndio sababu kwa nini tumefanyika wa Kristo. And the Lord is warning the church, na Bwana analionya kanisa, to prepare for that day, kujiandaa kwa ajili ya siku hile, the day when the Messiah will come, siku ambayo Masihi atakuja. When you read in this scripture, unaposoma katika andiko hili, the Lord is speaking so well. Bwana ananena vyema, to be watchful, kuwa mwangalifu, and prayerful, na kuwa mwombaji, kabisa, kuwa mwombaji kabisa. So that the way of preparing, hiyo ndio namna ya kujiandaa.
kujiandaa. That the way will help you. Hiyo ndo namna ya kujisaidia. Sifa namna ambayo jinsi ambavyo itakusaidia. Hivyo ndo namna inavyo kujisaidia. So that on that day, ili kwamba katika siku hiyo will not catch you like a trap. Usiweze kukupata kama mtego. Kama mtego. Unasavyo kuku au mnyama yoyote. Kama mtego unasavyo kuku ama mnyama yoyote. Hallelujah. Blessed people. Watu wabarikiwa. That's why you see the Lord is saying. Hiyo ndio sababu unaona Bwana akisema, the Lord is warning us also. Bwana anatuonya tena to be careful, kuwa waangalifu with the allures of this world, kutokana na majaribu ya ulimwengu huu, masumbufu ya ulimwengu huu, to be careful, kuwa waangalifu, because on this earth, kwa sababu katika ulimwengu huu there is a lot of things that is going on. Kuna mambo mengi ambayo yanaendelea, sexual immorality, ile dhambi ya ngono, sexual sin, ile dhambi ya uasherati, abortion on this world, utoaji wa mimba katika ulimwengu huu, corruption, ile rushwa, lying, udanganyifu, and all the things that are happening on this world right now. Na mambo yote ambayo yanaendelea katika ulimwengu sasa, homosexuality, ile dhambi ya ushoga on this world, katika ulimwengu huu. So the Lord is warning us, hivyo Bwana anatuonya sisi, that we may be careful, kwamba tuweze kuwa waangalifu, very careful, waangalifu kabisa, because of these things that are happening on the earth, kwa sababu ya mambo haya ambayo yanaendelea katika ulimwengu huu, kwa sababu ya uozo wa maadili ulioko katika ulimwengu huu, kwa sababu ya uozo wa maadili ambao unaendelea katika ulimwengu huu. That's what the Lord is saying. Hicho ndicho Bwana anakinenea, to watch yourself, kujiangalia, kujichunguza mwenyewe, to prepare yourself, kujiandaa binafsi, to take your salvation very seriously, kuchukulia wokovu wako kimakinifu zaidi, and prepare, na kujiandaa for the glorious coming of the Messiah, kwa ajili ya ujio utukufu wa Masihi. As we continue, blessed people, hata tunapoendelea, watu wabarikiwa, blessed people, watu wabarikiwa, that means the Lord is emphasizing us as a church. Hiyo inamaanisha kwamba Bwana anatusisitizia sisi kama kanisa. They need to be alert. Hitaji la kuwa macho. And prayerful. Na kuwa mwombaji. It's the way of preparing. Hiyo ndio namna ya kujiandaa for that event that is coming. Katika tukio ambalo linakuja. The event of the coming of the Messiah. Tukio la ujio wa Masihi. Hallelujah. Hallelujah. And the Lord is warning us, na Bwana anatuonya sisi, masumbufu ya ulimwengu huu yasije yakakuangusha chini katika dhambi na uozo. The book of Matthew chapter 24, kitabu cha Mathayo sura 24, very sharp. Matthew chapter 24, kitabu cha Mathayo sura 24, haraka zaidi, from verse 42 to 44, kuanzia mstari wa 42 hadi 44. Kitabu cha Mathayo sura 24, 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 42 to 44, 42 hadi 44. Hallelujah. Hallelujah. Therefore stay awake. Kesheni basi, for you don't know on what day your Lord is coming. Kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Verse 43, mstari 43. But know this, lakini fahamuni neno hili, that if your master of the house has known in what part of the night the thief was coming, kama mwenye nyumba angelijua ile zamu mwivi atakalokuja, he would have stayed awake and would not have let his house be broken into. Angalikesha wala asingeliacha nyumba yake kuvunjwa. Verse 44, 44 mstari. Therefore, hivyo basi, you also must be ready. Nanyi jiwekeni tayari. Therefore you also must be ready. Hivyo basi nanyi jiwekeni tayari. For the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Kwa kuwa katika saa msiyodhania Mwana wa Adamu yuaja. Katika saa msiyotarajia. Katika saa usiyotarajia. Katika saa msiyotarajia. Katika saa ambao haukutarajia. Therefore you also must be ready. Hivyo basi nanyi kuweni tayari. For the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Katika saa msiyotarajia.
kwa kuwa katika saa msiyodhania mwana wa Adamu yuaja. That the Lord is saying. Hicho ndicho Bwana anasema. The Lord is saying. Bwana anasema. So we have to stay awake. Hivyo tunapaswa kukesha. And be ready. Na kuwa tayari. And be watchful. Na kuwa mwangalifu. Why? Kwa nini? Because we don't know. Kwa sababu hatujui The day and the hour. Siku na wasaa. When the Messiah will come. Ambapo Masihi atakuja. No one knows the day and the hour. Hakuna mtu ajue siku wala saa. When the Messiah will come. Ambapo Masihi atakuja. And that's why the Lord is saying. Hiyo ndio maana Bwana anasema. To be awake. Kuwa kukeshe. And watchful. Na kuwa waangalifu. And prayerful. Na kuwa waombaji. And prepare our salvation, our life. Na kuandaa maisha yetu. For that day. Kwa ajili ya siku hiyo. Hallelujah. Hallelujah. That's what the Lord is saying. Hicho ndicho Bwana anasema. Because. Kwa sababu. We don't know the day. Kwa sababu hatujui siku. And the hour. Na saa. When the Messiah will come. Ambapo Masihi atakuja. So the Lord is warning the church. Hivyo basi Bwana analionya kanisa. Warning the Christian, the Christ follower. Na anaonya Wakristo, wale wafuasi wa Kristo. Those who believe in Christ. Wale ambao waaminio katika Kristo. To be awake. Kuwa wakeshe. And watchful. Na kuwa waangalifu. Why? Kwa nini? Because we don't know the day. Kwa sababu hatujui siku. What the meaning of being awake? Nini maana ya kukesha? That the Lord, what the meaning of being awake? Nini maana ya kukesha? Hallelujah. Hallelujah. That the Lord is saying. Bwana anasema to be awake. Kukesha. Number 1. Nambari 1. To be prayerful. Kuwa waombaji. Number 2. Nambari ya pili. To separate out from any sin. Kujitenga mbali na kila aina ya dhambi. Number 3. Nambari ya 3. To fast. Kufunga. That's the way of preparing. Hiyo ndio namna ya kujiandaa. That's the way of being awake. Hiyo ndio namna ya kukesha. And taking your salvation very seriously. Na kuchukulia wokovu wako kimakinifu zaidi. What the meaning of being awake? Nini maana ya kukesha? The Lord is saying. Bwana anasema. The Messiah. Masihi. Was going to the temple of the Lord. Alikuwa akienda katika hekalu la Bwana. In the house of the Lord. Katika nyumba ya Bwana. Meaning. Hiyo inamaanisha. To be awake. Kukesha. You are supposed to be available. To be in the house of the Lord. Inakupasa kupatikana katika nyumba ya Bwana. Hallelujah. Hallelujah. And when you read in this scripture, na unaposoma katika andiko hili, you see the Messiah. Unaona Masihi, our Lord Jesus Christ, Bwana wetu Yesu Kristo, going to the mount of Olive. Alikuwa akienda katika mlima Mzeituni, praying there, akiomba kule, akijitenga kule, praying, akiomba, fasting, akifunga. That means, hiyo inamaanisha to be awake, kukesha, is to pray and fast, ni kufunga na kuomba, to separate yourself, kujitenga mwenyewe, and find the Lord, na kumtafuta Bwana. Hallelujah. Hallelujah. So that's the way of preparing. Hiyo ndio namna ya kujiandaa, to stay awake, kukesha, to be alert, kuwa kuwa macho, so that because we don't know the day and the hour when the Messiah will come. Sababu hatujui saa ambapo Bwana atakuja. 1 Thessalonians chapter 5. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5. 1 Thessalonians chapter 5. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5. Hallelujah. Hallelujah. Wathesalonike wa kwanza. Wathesalonike wa kwanza chapter 5. Ile sura ya 5. Kwa mbio kabisa. Haraka zaidi. Hallelujah. Hallelujah. 1 Thessalonians chapter 5 from verse 6. Kuanzia mstari ule wa 6. Biblia inasema, basi tusilale usingizi kama wengine. Basi tusilale usingizi kama wengine, bali tukeshe na kuwa na kiasi. Maana walalao usingizi ulala usiku. Pia na wale wao hulewa usiku. Lakini wale wanaokunywa pombe mara nyingi wanakunywa usiku. Lakini sisi tulio wa mchana tuwe na kiasi. Hali tumejivika kifuani imani na upendo. Na chepeo yetu iwe tumaini la wokovu. Hallelujah. Hallelujah. So that's what the Lord is saying. Ndicho Bwana anasema. The Lord is saying, Bwana anasema, so that let us not sleep.
Basi tusilale usingizi like other what they do, kama wengine wafanyavyo, but let us keep awake, bali tukeshe let be sober. na kuwa na kiasi. Hallelujah. Haleluya. Blessed people, Watu wabarikiwa. to be awake, Kukwesha, that means to prepare every hour, every minute, hiyo inamaanisha kujiandaa kila saa, kila dakika, because of that day, kwa sababu ya siku hiyo inayokuja, the day that we have been waiting for. siku ambayo tumekuwa tukingojelea. Because Kwa sababu right now, sasa hivi the world is going very fast. dunia inakwenda mbio sana. The things that are going on this world, Mambo yanayoendelea katika ulimwengu huu they are causing people to love the world, inasababisha watu wapende ulimwengu, to love the world, kupenda ulimwengu and everything that is happening right na now. kila kitu ambacho kinatendeka sasa hivi. So the Lord is warning us, Hivyo basi Bwana anatuonya sisi katika hali zote zinazoendelea duniani, katika hali zote zinazoendelea duniani, let us continue preparing. wacha tujiendeleze kujiandaa Na masumbufu yote yanaendelea na duniani, masumbufu yote yanayoendelea duniani. let us continue preparing. Wacha tuendelee kujiandaa Na kila kitu kinachoendelea, uwezo wa maadili unaoendelea na duniani, kila kitu ambacho kinaendelea duniani kote. let us be awake and continue preparing, Wacha tukeshe na kuendelea kujiandaa, because kwa sababu there is a hope kuna tumaini after this life. katika maisha haya. There is life after this life. Kuna maisha baada ya maisha haya. Hallelujah. Haleluya. We know too well Tunajua vema there is eternal life after this life. kuna maisha milele baada ya maisha haya. That's what we know. Hivyo ndivyo tunajua. And also we know Na pia tunajua there is eternal condemnation, the judgment of God, kuna ile hukumu ya milele inayokuja. inayokuja. That's what we know. Hivyo ndivyo tunajua. That's what the Bible is saying. Hicho ndicho Biblia inasema. So we rather prepare now, Hivyo ni vyema tujiandae sasa, preparing well tujiandae vyema for that day, kwa sababu ya siku hiyo, so that when the day and hour arrive, ili kwamba katika siku hiyo itakapokuja we may be found ready, tuweze kupatikana tukiwa tayari, so that we may enter into the kingdom of God. ili kwamba tukaingia katika ufalme wa Mungu. Hallelujah. Haleluya. So when we come to church like today, Hivyo tunapokuja kanisani kama leo hii, the reason why we come, sababu ya kwa nini tumekuja, because we want to seek the Lord kwa sababu tunataka kumtafuta Bwana and cry to the Lord na kumlilia Bwana and tell the Lord na kumwambia Bwana that, Lord, kwamba Bwana, help me nisaidie mimi to prepare for that day. kujiandaa kwa ajili ya siku hiyo. Help my family Saidia familia to yangu prepare for that day. kujiandaa kwa ajili ya siku hiyo. That's the reason why we come to church, Hiyo ndio sababu kwa nini tumekuja kanisani, to worship Him. kumwabudu yeye, Because the Lord, because only God we are supposed to worship Him. kwa sababu ni Mungu pekee anayepaswa kuabudiwa. That's why we come to worship Him. Hiyo ndio sababu tumekuja kumwabudu, Because even after this life, kwa sababu hata baada ya maisha haya we are going to worship Him inside heaven, tunaenda kumwabudu mbinguni milele na milele. milele na milele. That's why we come to worship Him. Hiyo ndio sababu tumekuja kumwabudu. Hallelujah. Haleluya. So let us prepare, blessed Hivyo people. wacha tujiandae, watu wabarikiwa. Tusikate tamaa, Tusikate tamaa, tusivunjike moyo, tusivunjike moyo, tuende hivyo hivyo. tuendelee hivyo hivyo, Usisumbuke na wingi ama uchache wetu. usisumbuke na wingi wala uchache wetu, In fact, the Bible says, kwa sababu Biblia inasema, hata hivyo Biblia inasema, hata hivyo Biblia inasema, heri yao kundi dogo. heri yao kundi dogo. Kwa hiyo isikusumbue. Hivyo isikusumbue. Hallelujah. Haleluya. Hata hivyo, Hata hivyo, the way of entering heaven, namna ya kuingia mbinguni, njia ya kuingia mbinguni, njia ya kuingia mbinguni it's very narrow road. ni nyembamba sana, ni barabara nyembamba, Nayo imesonga sana. nayo imesonga sana, Na wengi watatamani kuingia lakini na hataweza. wengi watatamani kuingia ila hawatoweza. But for you, try yourself to squeeze yourself to enter on that narrow road. Lakini kwako wewe, jitahidi kuingia katika barabara nyembamba, Squeeze yourself jisukumize mwenyewe to enter that narrow road. kuingia katika barabara nyembamba. Make sure you separate out from any kind of evil, Hakikisha unajitenga mbali na kila aina ya uovu, any kind of sin, kila aina ya dhambi, uongo tu, uongo, hasira,
hasira, ghadhabu, chuki, kuchukia ndugu yako, kuchukia mmeo au mkeo, kuchukia mume ama mkeo, kwa sababu hajakusaidia kitu fulani, kwa sababu hajakusaidia kitu fulani, kwa sababu hajakupa kitu fulani, kwa sababu hajakupatia kitu fulani. That kind of sin, aina hiyo ya dhambi, the Lord is warning us, warning the church. Bwana anatuonya sisi, analionya kanisa kuepukana hata hizi dhambi ambazo kwa akili za kibinadamu nasema dhambi ndogo ndogo. Kwa akili za kibinadamu tunaita dhambi ndogo ndogo. Let us separate out. Wacha tujitenge mbali. Let us take our salvation very serious. Wacha tuchukulie wokovu wetu kimakinifu zaidi. And continue preparing. Na kujiandaa na kuendelea kujiandaa until the Messiah comes. Hadi Masihi atakapokuja. Until the Messiah comes. Hadi Masihi atakapokuja. 1 Timothy chapter 6. Timotheo wa kwanza sura ya 6. Hallelujah. Hallelujah. 1 Timothy chapter 6. Timotheo wa kwanza sura ya 6. Hallelujah. 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 Timothy chapter 6. Timotheo sura ya 6. From verse 17 to 18. Kuanzia mstari wa 17 hadi 18. Unaweza kusoma Kiswahili. Hallelujah. Hallelujah. 1 Timothy chapter 6. Timotheo wa kwanza sura ya 6. Verse 17 to 18. Mstari wa 17 hadi 18. Biblia inasema, walio matajiri wa ulimwengu wa sasa, uagize wasijivune, wala wasiutumainie utajiri usio yakini, utajiri huo, bali wamtumaini Mungu atupae vitu vyote, wamtumaini mfalme atupae vyote kwa wingi, ili tuvitumie kwa furaha, watende mema, wawe matajiri kwa kutenda mema, wawe rich kwa kutenda mema, wawe tayari kutoa mali zao, washirikiane na wengine kwa moyo. Hallelujah. Hallelujah. That's what the Lord is saying. Hicho ndicho Bwana anasema. So the Lord is warning us. Hivyo Bwana anatuonya sisi, whatever we have in our houses, chochote kile ambacho tunacho majumbani mwetu, tunachomiliki, kisije kikatupa kiburi. Why? Kwa nini? Because when you read in this scripture, kwa sababu unaposoma andiko hili, when other way of preparing, kuna namna nyingine ya kujiandaa. Another way of preparing, njia nyingine ya kujiandaa, as you are preparing to enter heaven, hata unapojiandaa kuingia mbinguni. So the Lord is warning you. Hivyo Bwana anakuonya wewe, not anything take you like a trap. Sio kwamba kila kitu kikupate kama mtego. Because kwa sababu right now, sasa hivi, we are living in the world which is full of pride. Tunaishi katika ulimwengu ambao ipo na majivuno, kiburi. Because they own some things. Kwa sababu wanapo vitu. Some people they are very proud. Kwa sababu baadhi ya watu ni wa kiburi, wana kiburi. Because they have a lot of money. Kwa sababu wako na pesa nyingi. Or they have a house. Ama wanazo nyumba. Or a car. Ama magari. Everything that is on the world. Kila kitu ambacho kipo katika ulimwengu huu. So the Lord is warning us. Hivyo Bwana anatuonya sisi. Chochote kisikukamate cha ulimwengu huu. Chochote kisikukamate katika ulimwengu huu. Because will cause you to remain. Kwa sababu itakusababisha kusalia. Because it will be very bad. Kwa sababu itakuwa ni mbaya zaidi. When the Messiah come and you remain. Ambapo Masihi atakuja na ubakie. Hallelujah. Hallelujah. So the Lord is warning us. Hivyo Bwana anatuonya sisi. Tuhakikishe kabisa tusichukuliwe na chochote kile. Tuhakikishe kabisa tusichukuliwe na chochote kile. When the day will arrive. Katika siku ambayo itawasili. Hallelujah. Hallelujah. So let us prepare well. Hivyo wacha tujiandae vyema. In our hearts, mioyoni mwetu, in the mighty name of Jesus, katika jina kusana la Yesu. As you stand up, unaposimama, hata unaposimama. Hallelujah. 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 Jesus is Lord. Yesu ni Bwana. Jesus is Lord. Yesu ni Bwana. Jesus is Lord. Yesu ni Bwana. Unaposimama, kumwabudu Yesu pamoja.